Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, haji tu kwamba tujaze ule ujazo wa kunena kwa lugha peke yake. Anakuja na moto. Ukisoma zile ndimi zilipotokea za moto, ulikuja na moto. Kwanza ulitokea moto. Ule moto kazi yake ni nini? Ule moto, Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu, kwanza anakuja na moto unaoteketeza kila matendo ya mwili. Unaunguza vifungo mbalimbali. Unaunguza, unachoma vifungo, unateketeza matendo ya mwili. Umenielewa? Na kisha Roho Mtakatifu anapokuja, anaachilia kitu kinachoitwa enabling power, nguvu inayokuwezesha. Hiyo enabling power inadhihirika katika vitu viwili, inadhihirika mara mbili. Inakuja ndani ya mwanadamu kama tabia za kiungu zilizoitwa tunda la Roho. Umenielewa? Amen. Roho Mtakatifu anaposhuka, ule moto wake unateketeza matendo ya mwili, unateketeza tabia za dunia. Umenielewa? Unateketeza vifungo vya miungu na maagano yote tuliyofanya, ama kwa kujua au kwa kutokujua. Somebody say amen. Amen. Namba 2, anaingia ndani yetu, anakuja na kitu kinachoitwa nguvu. Ndiyo maana Biblia inasema nanyi mtapokea nguvu Roho Mtakatifu. Tumesoma ule mstari wa 8, si ndio? Nanyi mtapokea nguvu Roho Mtakatifu atakapowajilia. Ile nguvu nilisema ina kitu kinachoitwa neema, ina kitu kinachoitwa kibali, ina kitu kinachoitwa baraka. Umeelewa? Unahamishwa kutoka kwenye laana, maana ule moto wa Roho Mtakatifu umesiteketeza. Somebody sema amina. Amen. Kisha tabia zote zinaunguzwa za kimwili, unabadilishwa kwa namna ambayo Roho Mtakatifu anaingia kama kimungu, anapanda kitu kinachoitwa tunda la Roho. Utu wema, tabia njema zinaanza kuzaliwa. Mahali palipokuwa na tabia mbaya na hasira, upole unazaliwa papo hapo, kwa sababu Roho Mtakatifu ameingia na tabia ya tunda la Roho. Jambo la pili, anakuja na nguvu nyingine inayoitwa vipawa. Umeelewa? Anaanza kudhihirika ndani yako kwa vipawa na karama. Udhihirisho wa kwanza wa vipawa na karama zaidi ya kawaida mwanadamu ni ile wanafunzi walianza kunena kwa lugha. Umeelewa? Lakini papo hapo kuna ujasiri ulizaliwa ndani yao. Mabadiliko ya maisha yalitokea kupitia vipawa vya Roho Mtakatifu. Ile wa Korinto wa kwanza tulioisoma sura ya 2 mstari wa 9 na wa 10, Biblia inasema kuna mambo ambayo baada ya anguko, baada ya uharibifu, kuna hekima fulani Mungu aliificha. Kuna ufahamu fulani ambao Mungu aliuficha. Kuna mambo bado ya kiungu hayajaingia kwenye masikio ya wanadamu. Kuna mambo bado hata walio wana filosofia, waliowaza mambo makubwa, waliotafakari mambo makubwa, hata hivyo bado kuna mambo makubwa hayajazaliwa kwa wanadamu. Kuna siri za kiungu bado zimefichika. Sasa hizo siri, ule mstari wa 9 na wa 10, Biblia inasema yale ambayo macho hayajaona, yale mambo ambayo masikio hayajasikia, yale mambo ambayo hayajaingia kwenye moyo wa mwanadamu. Ndio maana niliwaambia Mungu kuinua haihitaji nguvu nyingi. It's just an idea. Mungu anaweza kukupa idea, anaweza kukupa wazo tu likakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio maana Biblia inasema yale mambo ambayo macho hayajaona, yale mambo ambayo masikio hajasikia, yale mambo ambayo hayajaingia kwenye moyo wa mwanadamu, hayo Mungu huyafunua kwa wale wampendao. Sio kwa wenye hekima wa dunia hii, sio watu wenye maarifa wa dunia hii, kwa wale wampendao anayafunua. Anaposema kufunua ni neno linalofanywa na Roho Mtakatifu. Maana hata kumjua Yesu si mtu wa mwilini anaweza kumjua Yesu. Wakati Yesu anauliza watu wananiita nani na ninyi mnaniita nani, Petro akasema wewe ni Kristo. Yesu akasema no, hili sio tunda la mwanadamu, ni ufunuo ambao Mungu amekupa. Sababu mtu wa mwilini pia hata kumjua Yesu ni ngumu.